Happy Women's Day. Leo Zeze TV tuko ndani ya Hayati Kempinski ambapo taasisi ya Tanzania Women of Achievement imeandaa kongamano kuhusiana na siku hii ya wanawake. Kauli mbiu ya mwaka huu isemayo kuwa 50 kwa 50 ifikapo mwaka 2030. Wanawake wanatambuliwa na taifa lao, kama nilivyosema, wanaleta mchango mbalimbali. Awe amezaa tu ni mchango, awe ameenda kazini ni mchango, awe amebaki nyumbani ni mchango. Lakini wajenge misingi ambayo haishii kwenye kutambua, inaishia pia katika kumletea sasa aweze kuwa binadamu anayetumia ule mchango wake kujenga taifa na pia yeye mwenyewe kufaidi na ile taifa. Tunajifunza ambavyo ni sawa au si sawa katika jamii yetu. Inaweka mifumo fulani ya fikra katika akili zetu tunapokuwa. So my peers who are male had a broader exposure than I had. When you think about it, it's true. We want to keep our kids safe. We don't want them to get pregnant before they get married. We have all these sort of things that we have in our minds, and when we have that sort of setup, then you find that the type of experiences you allow your daughter to have might be very different from the ones that you allow your son to have. Many times you'll find women playing the victim because they've been told we are too weak, we are not intelligent enough, we can't make important decisions, and you know, you keep on hearing this such that your confidence is eroded, and actually the key player in this campaign should be the woman herself. And then if we move with that, ili tusione kwamba we are helpless, we are in a small box of the culture which doesn't change. All human societies have had some negative elements of their cultures, but there are always people who question, who interrogate, and changes happen. We need to take specific steps now. Yani tuende na mambo maalum ya msingi kabisa kuona kwamba haya mambo tunayabadilisha, kwa sababu ni kweli pia kwamba societies nyingi mbalimbali zikwenda through different stages in their life na vitu vikabadilika. Katika kutimiza lengo, kuna wanawake wametoa maoni na ahadi yao. Tuwasikilize. Uwiano wa kijinsia ni kuangalia katika masuala yote ya kijamii. Kwa upande wa kiafya tunaangalia kwenye masuala ya afya ya uzazi na uzazi wa mpango. Uwiano wa kijinsia tunaangalia haki za mtoto wa kike ambazo tungependa kwamba ziwe sawa na haki za mtoto wa kiume. Kusiwe na haki zaidi kwa upande mmoja kuliko upande mwingine. Tunaamini kwamba watoto wa kike, watoto wa kiume wote wana haki sawa, wanaume na wanawake wote wana haki sawa. Kwa hii siku ya wanawake duniani, ninachoona ambacho ni sahihi inatakiwa tuongeze awareness zaidi vijijini, sababu population kubwa iko vijijini, na vijijini ndiko ambako kumeonekana kumekuwa na gender imbalance kwa watoto wa kike. Kwa hiyo kwa sababu kule kuna watu wengi na awareness iko kidogo, tunaomba awareness ya kumwendeleza mwanamke ianze zaidi vijijini. Natamani wanawake wawe na nafasi kubwa katika nchi ya Tanzania. Sasa hivi tunaye Samia Suluhu, bado tunahitaji wanawake mawaziri, na pia siku moja tu tuna rais ambaye ni mwanamke katika hii nchi. Ahadi yangu leo ni kuhakikisha wamama wenye tatizo la fistula Tanzania kutambua kwamba hili tatizo linatibika na bila gharama yoyote. Nikiwa kama mwanamke nimeweza kupambana nikafika hapa nilipofika, kwa hiyo naamini wanawake wote tunaweza. Tujiamini, tupendane, tusaidiane, tunyanyuane. Na hii sio kwa wanawake tu, mpaka kwa watoto wetu wa kiume. Tuwanyanyue, tuwasupport. Mimi katika mchango wangu wa kuhakikisha kwamba kuna usawa wa kijinsia, nitahakikisha kwamba kwa mwaka huu 2016 nitawafundisha wanawake masuala ya vikoba na ujasiriamali na masuala ya fedha wanawake 135,000. Na hii itasaidia katika kuongeza usawa wa kijinsia kwenye mambo ya uchumi.
tunapozungumzia mambo ya uchumi, lazima wanawake na wanaume wote tumiliki uchumi wa nchi yetu. Ahadi yangu mimi ya siku ya wanawake duniani ni kuwa mfano wa kuigwa na kuwa mlezi wa wasichana na wanawake wengine, ili pamoja tuweze kuleta mabadiliko ambayo tunatarajia na kuinua uchumi wa Tanzania kwenda kuongoza bara zima la Afrika. Najitahidi katika fani yangu kuhakikisha kwamba tunawawezesha watoto wa jinsia zote, hasa wa kike, kutambua haki zao katika umri mdogo, kwa sababu ni kwa njia hiyo tu ndio wanaweza kuja kujiamini, wanaweza kujitambua na wanaweza kuwa watu ambao wana impact kwenye jamii iliyowazunguka na watakaoleta mabadiliko ambayo mwisho wa siku wataweka katika sehemu ambayo itakuwa ina mchango kwenye maisha yao na kwa jamii yao. Ahadi yangu ili kuharakisha usawa wa kijinsia ni kuwawezesha wanawake na watoto wa kike kuweza kufikia ndoto zao haraka. Nitafanya hivyo kwa kuwajengea uwezo wa uelewa wa masuala ya fedha na biashara. Naamini kwa wanawake kuweza kufanya biashara yao kiutaalamu na kushindana kwa ushindani, wataweza kufikia usawa kwa haraka sana. Bila shaka utakuwa umefurahia kipindi na umeona maoni, sawa? Na wewe bila shaka una maoni yako, si ndio? Una maoni au ahadi zako unazotaka kuahidi ili ifikapo mwaka 2030 hii 50-50 ikamilike. Asante kwa kuangalia Zeze TV. Tafadhali subscribe Zeze TV. Njoo Instagram, Facebook na Twitter kwa jina la 8020 Fashions. Tips zaidi njoo 8020 Fashions blog, na Snapchat utatupata kwa jina la Shamimu 8020. Asante kwa kuangalia. Chao chao. Bila shaka nimerudi tena bila shaka sasa. Tanzania Women of Achievement wameandaa, sikuoni unanifanyia nini hapo? Naona mkono chini. 20 Fashions blog. Asante kwa kuangalia. Nirudie, nimesita.